maisha yangu. Takushukuru Mungu kwa umbali umenileta. Bwana asifiwe. Amen. Kuwa hapa ni kwa sababu ya Mungu, hatujakuja kwa mambo mengine. Kama sio Mungu mimi singekuwa hapa. Kwa hivyo nampatia utukufu na sifa nikijua kwamba yeye ni Mungu ambaye ana mpango mzuri. Bwana asifiwe. Nimebarikiwa sana kujua kwamba mimi ni chombo ambacho Mungu mwenyewe ametengeneza. Biblia inasema ya kwamba kama vile udongo ilivyo katika mikono ya mfinyanzi, hivyo hivyo Mungu alikupata wewe hauna dhamana. Amen. Hauna ladha. Yani uko tu hapo na kaanza kufinyanga na kakutengeneza. Na Biblia inasema ya kwamba wakati mwingine chombo kinachotengenezwa kinaweza haribika katika mikono yako mfinyanzi. Lakini ana uwezo wa kurekebisha kile chombo. Bwana asifiwe. Ameturekebisha na ndio kuturekebisha mpaka tufikie mahala ambapo ataweza kutumikia vizuri. Kwa hivyo asubuhi ya leo nimeokoka na mpenda Kristo. Nataka tu tukaweze kushiriki jambo ambalo Mungu ameweza kutupatia asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sitaendeleza ujumbe ya Reverend mwenyewe atamalizia. Yangu ni sealed for God's purpose. Sealed for God's purpose. Tutasoma from the book of 2 Timothy chapter 2 verse 19. Timotheo wa pili mlango wa pili mstari wa 19. Kwa Kiswahili utakuwa haraka mtusomee. 2 Timothy chapter 2 verse 19. Waraka wa pili wa Timotheo 2:19. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, wenye muhuri hii: Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Haleluya. Tuombe. Tunakushukuru Baba kwa sababu wewe ni mwaminifu. Kwa sababu Baba umeweka msingi mwenye muhuri ya kwamba unawajua walio wako. Amen. Tumekuja mbele zako Baba kutafuta ukamilifu mbele zako. Tunaomba kwamba Baba mfalme amani siku ya leo usitupite. Unapozuru wengine tutembelee, ukafanye jambo juu ya maisha yetu Bwana. Tunaomba ya kwamba mfalme amani tunakuhitaji kila wakati kila saa. Na leo tunahitaji usemi wako ukaweze kutupeleka mahali. Asante kwa sababu ni mwaminifu, katika jina la Yesu aliye Bwana wetu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nafurahisha na hilo andiko ya kwamba kuna msingi ambao umewekwa na Mungu mwenyewe. Praise the Lord. Huu msingi hujawekwa na mwanadamu, umewekwa na Mungu. Na una muhuri. Muhuri maana yake ni kwamba kama mimi napokea barua kutoka kwa serikali, maybe certificate, haina muhuri, haitakuwa valid, haitakuwa ya maana, haitatambuliwa. Bwana asifiwe. Lakini ile ambayo ina muhuri inamaanisha iko halali, inaweza fanya kazi, imekubalika. Bwana asifiwe sana. Kulikuwa na mkutano wa ulimwengu wote wakipitisha mambo fulani, ili inchi ikaweze kuyachukua hayo mambo, yanaweka muhuri kudhibitisha ya kwamba yanakubali hayo yenye yalisemwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo leo Mungu anatembea na muhuri, akitafuta wale anawatambua, wale ambao anataka wao wake ili akawekee muhuri. Na huo muhuri ndio atakuja nao. Bwana asifiwe. Huo muhuri ndio atakuja nao. Huo muhuri ndio ulikutakuwa unatafuta wale wenye muhuri wakaweze kuvuta waende naye. Leo hii mtaongea juu ya muhuri ambao unawekwa na Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Kuna mihuri mbalimbali. Nitaongea juu ya mihuri 4. Muhuri wa kwanza ni muhuri wa neno la Mungu. Praise the Lord. Amen. Neno la Mungu ni mkate. Neno la Mungu ni chakula. Neno hili ndio linalotuokoa sisi. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuweko neno.
Kabla lolote lipatikane kulikuwa na nini? Neno. Na hilo neno lilikuwa na Mungu, na hilo neno lilikuwa Mungu. Kwa hivyo Mungu ni neno. Bwana asifiwe sana. Ambaye alikuweko tangu mwanzo, akahusika katika uumbaji. Na huyo ndio muhuri ambayo Bwana anaweka kwako kwanza. Unasikia neno. Bwana asifiwe sana. Naamini ya kwamba ndugu ambao unachukua video, kabla upate huyo mama mnakaa na yeye, ulienda na neno. Na hilo neno alipolisema alilikubali, akalikagua, akaangalia ndani, akasema hili neno wacha nilikumbatie. Wacha niamke niendelee sawa sawa na neno. Bwana asifiwe sana. Hilo neno lina uwezo kufuta mtu, likamtoa katika hazina yake, likamtoa mahali, likamleta, likamweka karibu na Muumba. Na hii neno ndio nataka kusema siku ya leo. Bwana asifiwe sana. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the word, and this word was there from the beginning, and the word was God. Bwana asifiwe sana. Hili neno ndio liliumba vitu. Hili neno ndilo linafanya mambo. In Psalms 119 verse 89, the Bible says, the word of God is established in heaven. Hili neno limewekwa mbele ya Mungu. Unapolitaja linajiandika mbele ya Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba nikumbushe yale ambayo nimenena. Come, let us listen together. Remind me of my word. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hili neno litaweza kuumbia mambo. Hili neno litaweza kubadilisha. Biblia inasema ya kwamba Jeremiah chapter 15 verse 16. Jeremiah 15 verse 16. Neno lasema, maneno yako yalionekana, nami nikayala, na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu, maana nimeitwa kwa jina lako. Amen. Ewe Bwana Mungu wa majeshi. Amen. Neno la Bwana unapoila, Jeremiah anasema nilikula hilo neno. Amen. Na nikaleta furaha ndani ya maisha yangu. Amen. Bwana asifiwe. Hilo neno lenye Mungu aliwachilia hapo mwanzo lina uwezo kubadilisha hali, linaweza kuumba mambo mapya. Bwana asifiwe sana. Linaweza kufanya kukuhamisha kutoka katika hiyo hali ya kutofaa likakufanya ukafaa. Bwana asifiwe sana. Na ndiposa mchungaji alikuwa anatuambia kwamba Biblia inasema, tazama nasimama mlangoni nabisha, atakayenifungulia nitaingia nikakae ndani mwake. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba kwa ndani mwangu neno la Mungu likakae ndani mwako. Wacha neno la Mungu likakolee ndani mwako, litakubadilisha, litakuumbia. Nasema kwamba neno la Mungu linaumba, kwa sababu ukiangalia hivi vitu vyote viliumbwa na neno. Praise the Lord. Amen. Mungu alisema wacha tuwe na miti, na miti ikapandwa. Oh yes. Wacha tuwe na maji, maji ikapandwa. Wacha tuwe na wanyama. Yani alikuwa anaumba kupitia kwa neno. Praise the Lord. Hili neno ambalo linaweza kuamrisha vitu kufanyika, na liweze kukubadilisha wewe. Neno linabadilisha. Amen. Biblia inasema tunaoshwa kwa neno la Mungu. Oh yes. Linatutakaza. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri kubali neno ya kwamba njoo kwa Bwana. Kuja nyinyi wote mliopungukiwa na mizigo mizito, nitawapumzisha. Njooni kwangu. Neno linasema njoo. Jambo la kwanza ni kwamba ni kuenda neno likaweze kukuumba. Bwana asifiwe. Ni kuenda neno likaweze kukubadilisha. Neno la Mungu ni kama upanga ukatao kuwili. Hebrews chapter 4 verse 12. The word of God is living. Lina uhai. Bwana asifiwe. Tusomee hiyo Hebrews chapter 4 verse 12. Neno hili ambalo tunaongea lina uhai, na ni upanga ukatao kuwili. Unakata huku, unakata huku. Bwana asifiwe sana. Waebrania 4:12. Maana neno la Mungu ni hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili. Neno la Mungu liko hai. Amen. Lina uhai. Amen. Bwana asifiwe sana. Linaongea. Yes. Praise the Lord. Amen. Unajuaje mtu wako hai? Ni kama anaongea. Kwa hivyo neno la Mungu lina uhai, linaongea, linapenya, linaingia, likigawanyisha dhambi na haki.
Amen. Nikagawanyisha nafsi na roho. Nakawanyisha mifupa na mafuta yake. Yes. Hili neno lina nguvu. Bwana asifiwe sana. The word of God is sharper than two-edged sword. Lina ukali kupita upanga ukatao kuwili. Lina ukali mno, linakata. Bwana asifiwe. Tukubali neno la Mungu likiingie likaweza kukawanyisha vitu kadha wa kadha katika maishani mwetu. Vile ambavyo havifai linang'oa. Amen. Praise the Lord. Amen. The Bible says in the book of Matthew, in you richly. Kubali neno la Mungu likakae ndani mwako. Daudi akasema, nalificha neno lako ndani mwangu ili nisije nikakutende dhambi. Wakati uko na neno la Mungu ndani mwako hautafanya dhambi. Oh, yes. Bwana asifiwe. Ni kwa maana neno la hukumu linakuambia hapa la, hapa yes. Utasikia sauti ndani mwako, na hilo neno la Mungu linakuambia kwamba hii ndiyo njia, itembelee. Bwana asifiwe sana. Ni vizuri tukaweze kutii neno la Mungu likatubadilishe. What do you have when you are faced with a situation, a challenge? What do you have? You can only win this challenge if you have the word of God with you. Bwana asifiwe sana. Mengine sitasoma isipokuwa hili. Psalms chapter 68. Zaburi 68 mstari wa 11. Linatuambia nini kuhusu neno la Mungu? Zaburi 68 verse 11. Neno lasema, Bwana analitoa neno lake. Wanawake watangazao habari ni jeshi kubwa. Bwana analitoa neno lake. Mungu anatangaza neno. Oh, yes. Na tunakuwa na wale wanajipanga kukimbia na hilo neno. Biblia inasema ya kwamba ni watu gani? Wanawake. Tuko pamoja? Yes. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Biblia inasema Mungu anawaachilia neno. Na wanawake wanalichukua, wanakimbia nalo. Yes. Wanapeleka huku, wanapeleka huku, wanapeleka huku. Amen. Yule aliyetangaza neno la wokovu alikuwa mwanamke. Yule mama Msamaria akasema, njoo mkaone yule ambaye amebadilisha maisha yangu. Yes. Bwana asifiwe. Wamama tupo. Yes. Tusimame tukimbie na hili neno ili ulimwengu ikaweze kuokolewa. Kama kuna watu wanajua kutembeza habari ni wamama. Hiyo tabia mimi naipenda. Amen. Kama haijaenda kwa ubaya ya kukimbiza habari ambayo umesikia. Umesikia nini? Wacha hiyo maneno umesikia wanadamu, kimbiza neno la Mungu ambalo umesikia. Amen. Ukitoka hapo utoke na neno ambalo unaenda kulieleza kule mahali penye ulitoka. Ni kwa maana huo ndio wajibu wako. Bwana asifiwe sana. Amen. We need the seal of the word of God in us. That all things are possible when you have the word. Amen. Biblia inasema kwamba mtatangaza mambo itakuja kutimia. Utatangaza nini kama hujui neno? Ni vizuri ujue neno so that when you go before God, you go before him with the word which is established in heaven. Bwana asifiwe. Unapoenda mbele ya Mungu naenda na hilo neno ambalo limeandikwa mbele ya Mungu. So ukinakili neno hilo, Mungu anasema ndio utapata chenye unataka. Praise the Lord. We need the word in our life. Let the word change us. Ibadilishe tabia yetu. Ili neno naweza kubadilisha tabia. Kubali neno likabadilisha tabia yako. Bwana asifiwe. Tusikuje tu hapa, hapana. Ukitoka hapo utoke na neno ambalo tabadilisha tabia yako. Ukiwa peke yako huwa unasoma vitu gani? Ukiwa peke yako unawaza nini? Kama uko na neno la Mungu utawaza neno. Utajifundisha neno, utatafakari neno. Kila siku kuwa na neno ambalo unaweza kuambia mwenzako. Praise the Lord. We need the word. That when we go before God, we have the word with us. Tusiende mbele ya Mungu mikono mitupu. Twende na neno la Mungu nasema nini? Bwana asifiwe. Asubuhi moja nikaamuka. Neno nikaniambia ya kwamba that is Psalms 19. That day by day it speaks. Day by day speaks. It pours speech. Yes, day by day pours speech. And night by night declares the knowledge or reveals the knowledge of God. Ya kwamba siku inatangaza,
Bwana asifiwe. Hilo neno ambayo Mungu aliniletea kwamba siku inatangaza. Nikaambia siku leo unatangaza mambo mazuri. Nilipoamka nikaambia Mungu asante kunileta kwa siku ya leo. Wacha ikatangaza habari njema. Wacha ikaniletea ujumbe mzuri. Wacha ikaniambia mambo mazuri. Wewe siku nakuambia tangaza mambo mazuri. Bwana asifiwe. Na siku inasikia. Kama kuna mambo the elements of the earth will hear, they'll hear the word of God. Bwana asifiwe. Vitu vya ulimwengu vinasikia neno la Mungu na vina masikio. Yes. Tumia neno. Bwana asifiwe. Amen. Siku moja simu ya mwalimu mmoja ilikuwa imepotea shuleni kwetu. Na ana vitu, he was a student, ana vitu ambayo ilikuwa kwa simu yake. Akawa analia. Na mmoja wetu akasema hapana usilie, wacha tuite pastor. Mimi niko tu kwa ofisi yangu nikaitwa nikuje niombe simu ipatikane. Huyo mama, huyo madam, she was our deputy akasema mimi najua pastor akiomba hiyo simu itapatikana. Amen. Na nikaitwa. Nikasema Mungu. Nikachukua platform nikaambia wanafunzi wameita parade. Nikaambia wanafunzi mnaamini Mungu anafanya anatimiza neno lake. Wakasema mnaamini tukiomba Mungu anajibu maombi. Inua mkono kama wanaamini wakaamini. Na nikatangaza nikaambia Mungu Job chapter 22 verse 28 says you'll declare a thing it shall come to pass. I want to declare today that this phone is going to be found. Na nikaambia simu wewe mahali penye uko sikia sauti ya Mungu. Kataa mahala pale. Chomoka rudi kwa baba yako anakuhitaji. Wewe ni store ya mambo yake. Anakuhitaji kulala hakuwa na amani. Lakini utakapokuja atapata amani. Asante Bwana kwa maana simu hiyo inakuja katika jina la Yesu. Amen. Na huyu mwenye alisema namjua huyu akiomba mambo inafanyika akasema mwalimu nipe namba. Akampatia na akamwambia mimi nimepika hii simu the whole night wamezima. Sasa wananiambia akasema wewe leta. Kweli alipopewa namba alipiga mtu yeye akareceive. Akamwambia uko na simu simu unajua mwenyewe hapana niliokota hapo karibu alifa. Akasema kuna mwenyewe anahitaji sana naweza ileta. Akasema niko na ileta, give me 20 minutes. Amen. And after 20 minutes the phone appeared. Bwana asifiwe. Tuma neno litakufanyia mambo. Amen. Wacha kwenda mbele ya Mungu blank. You know when you go before God blank, you may not know what you want. Yes. Remind him what he says, and you will work on it. Bwana asifiwe. Amen. Seal number 2 is the seal of the name Jesus. Amen. You need the name Jesus in your life. Wakati mwingine watu wanapokutana na balaa, wanaita kama kitu kimekuja tu kwa haraka, sijui wanaita nini. Watu kwetu wanapenda kusema mama yangu. Bwana asifiwe. Amen. Lakini wewe kitu ikitokezea ghafla wewe unaita nani? Praise the Lord. Amen. Pengine niulize mama. Wakati umeshtuka unafanyaje? Mimi anaita Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Tunahitaji Yesu. Biblia inasema in the book of John chapter 1 verse 12 that he who believed in his name, he gave him the right to become the child of God. Yule aliyeamini katika jina la Yesu alipewa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Hili jina la Yesu linaweza kufanya kukupeleka mahali, linaweza kukuhamisha na kukupatia nafasi mpya. Bwana asifiwe sana. In the book of Proverbs chapter 18 verse 10 says that the name of the Lord is the strong tower. The righteous run to it and they are safe. Wakati tunapokimbilia hili jina tunakuwa salama. Bwana asifiwe. Tunahitaji jina la Yesu katika maishani mwetu. Tunahitaji muhuri wa jina. Biblia inasema ya kwamba in the book of Revelation chapter 3, Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 8. Tusome Ufunuo mlango wa 3 mstari wa 8. Neno lasema, nayajua matendo yako, tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana wezaye kufunga, kwa kuwa
unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana anajua matendo yake. Hapa tunaambiwa ya kwamba anajua walio wake. Those who have confessed his name, wale ambao wametaja jina lake anawajua. Biblia inasema kwamba tukitubu dhambi zetu, yeye ataandika majina yetu kwenye kikanja cha mikono yake. Bwana asifiwe. Na ataweka muhuri wake juu yetu, muhuri wa jina la Yesu, ya kwamba kwa hili jina mapepo yanatoweka. Bwana asifiwe. Tumepewa jina lipitalo majina yote. Tuna jina ambalo tunaweza kimbilia tukawe salama. Praise the Lord. Tuna jina ambalo tunaweza kukimbilia mambo ikabadilike. Tuna jina ambalo inaweza kuharibu kazi ya shetani. Ni jina lipitalo majina yote. Kwa hili jina Biblia inasema ya kwamba tutaweza kupokea chochote tunachotaka. Biblia inasema ya kwamba in Matthew chapter 1 verse 21, when the child was about to be born, the angel told Mary that give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Hili jina lina uwezo kuokoa, kufuta dhambi, kuondoa dhambi kutoka kwa watu. Bwana asifiwe. Ni jina lenye nguvu. Alafu John chapter 14 verse 14 anasema utapata chochote kwa jina lake. Kama unaomba utapata, kama umetumia jina la nani? La Yesu. Amepeana jina ambaye ni muhuri ambao tunahitaji katika maishani mwetu. Praise the Lord. Atakapokuja atatafuta muhuri wa jina la Yesu. Muhuri wa jina hilo iko wapi? Biblia inasema ya kwamba utapewa jina ambayo mwingine hajapata. Kuna jina ambayo Bwana anakuwekea muhuri ambayo utatambulika nayo, ila wewe unahitaji kumkubali akafanye kazi ndani ya maisha yako. Bwana asifiwe. Isaiah 56 verse 5 and 6 tusomee. Isaiah 56 verse 5. Isaiah 56:5. Nitawapa hawa nyumbani mwangu na ndani ya kuta zangu kumbukumbu na jina lililo njema kuliko kuwa na wana na wapiti. Nitawapa jina lidumulo milele lisilokataliwa mbali. Yao. Bwana asifiwe. Amen. Lakini leo Biblia inasema kwamba tumepewa jina ambayo inashinda utajiri wa watoto wengi. Hili jina ukiwa nalo linakufanya kuwa mtu kama vile Reverend alikuwa anahubiri jana. Hili jina linaweza kukupitisha mahali. Bwana asifiwe. Hili jina linaweza kufanyia mambo. Siku moja nilikuwa nasafiri kutoka Nairobi nikielekea Malaba. So nilikuwa nashuka na nienda about a kilometer ili nifike nyumbani. Na kwa sababu ilikuwa barabara nikaona afadhali nitembee kwa barabara. Nikafika mahali mbwa zikakuja karibu 6-7, yani from different directions zikaniweka katikati. Nikaona sasa hizi zinandarua. Nikaita Yesu. Amen. Mbwa zilitawanyika na kukimbia na kwenda mbio, nikabaki peke yangu na njia ikafunguka. Bwana asifiwe. Kuna jina ambalo lina scare your enemies. This is a name that will scare your enemies. Litafanya adui apinduke na atimue mbio. Bwana asifiwe. Siku moja kulikuwa na adui kwa nyumba yangu. Ndugu wetu alikuwa amerukwa na akili na akakuja na upanga anataka kuniua mimi ama kuua mtoto wangu mmoja. Vile mliosikia mapacha, ni heri mmoja atoke ndio tuwe na uzima. So ikawa ametuma na shetani akuja kuua mtoto wangu, na mimi nikawashika hivi. Na akakuja na upanga akitaka kunikata. Na chuma alitaka kuweka tu hapa. Alisema nataka kuweka tu hapa hivi na unakufa. Alipokuja mimi nikaingia katika roho, nikaita jina la Yesu. Nikaenda kukemea katika jina la Yesu na kukemea katika jina la Yesu. Nikaanza kukemea katika jina la Yesu. Alitimua mbio. Na akatoa, kwanza alitoa vitu. Kumbe alikuwa na misumari na visu ameweka kwa mwili, mimi sikujua. Akatoa akaweka chini. Akasema nimeiacha. Nikasema unatoka kwa hii nyumba katika jina la Yesu. Akakimbia akatoka nje. Akaniuliza niende wapi? Nikasema sitaki kujua penye unaenda, bali katika jina la Yesu toka. Akakimbia akaenda. Yani
jina la Yesu likamhangaisha. Bwana asifiwe. Kuna jina ambalo lina nguvu ya kuharibu kazi ya shetani. Kuna jina ambalo litakupitisha mahali. Kuna jina ambalo litabadilisha hali yako. Kwa hivyo it's our time to embrace the name Jesus. Biblia inasema katika Warumi 10:13 ya kwamba mkiliita hili jina mtaokolewa. Oh yes. Whoever will call on this name shall be saved. Oh yes. Whoever calls on the name Jesus shall be saved. Wokovu unapatikana kwa jina la nani? La Yesu. Bwana asifiwe. Ni hili jina ndio lileta wokovu. Maana yake ni mwokozi. Yesu maana yake ni mwokozi wa ulimwengu. Yohana alipomuona alitoa ushuhuda akisema, huyu ni mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ana uwezo kuondoa dhambi zako zote. Hata kama ulichukua mshale ukaua, Yesu atakusamea. Bwana asifiwe. Hata kama ulipatikana katika usharati, atakusamea na kukuondolea aibu. Bwana asifiwe. Huyu ana uwezo kubadilisha hali yako na kufanya kuwa mtu. Bwana asifiwe sana. Anakufanya ukule na wafalme, anakutengenezea njia pasipo njia, anakufungulia milango ambayo ilikuwa imefungwa, atayefungua yote. Tunahitaji Yesu ili tukaweze kufaulu katika maishani mwetu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Una muhuri wa Yesu? Wale ambao wanamjua aliweka muhuri wa jina lake. Una muhuri wa jina lake? Bwana asifiwe. Anakutambua, anakujua wewe kama nani. Wakati mwingine unaweza kuwa umekaa tu hapa na Yesu hakujui. Pengine pastor ndiye anakujua na Yesu hakujui. Leo hii I'm bringing to you a man who will change your life. Amen. And give you a name that will make you pass places. Bwana asifiwe. Atabadilisha maisha yako na kupatia jina ambayo litakuinua. Oh yes. Hallelujah. Hallelujah. Wakati alipokuwa anaenda wakati wa mlima wa Mzeituni, during transfiguration, Yesu alitambua, Mungu alitambua Yesu ni nani. Huyu ndiye mwana wangu nimpendaye. Yes. Msikilizeni. Amen. Hakuna mwana mwingine ambaye unatakana kusikia. Unatakana kusikia mwana wake ambaye ni nani? Yesu Kristo. Huyu tu ndiye alisema, huyu ndiye mwana wangu nimpendaye, msikilizeni. Bwana asifiwe. Amen. Ndio wengine wanasema afadhali tumpende mama mwenye aleta huyu mtoto. Lakini tunaona huyu mtoto anaambia mama, lilia wewe na uzao wako, jililieni wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Jilieni wewe mwenyewe na uzao wako. Kwa hivyo tunahitaji jina la Yesu. Amen. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina tulilopewa linasema, jina la Yesu liokoa, jina la Yesu lina nguvu, jina la Yesu jina tulilopewa. Bwana asifiwe. Hili jina linaweza kufukuza mapepo. Amen. Mapepo yataenda kwa jina la nani? La Yesu. Tunahitaji jina hili maisha yetu yakapone. Tunahitaji jina hili tukawe na mwelekeo. Tunahitaji jina hili tukampendeze Mungu. Huyu ndiye mwanangu nimpendaye, msikilizeni. Unaposikia huyu mwana wa Mungu utapata uzima. Amen. Na utapendwa na Mungu. Amen. Utakuwa rafiki ya Mungu kama utakuwa rafiki wa Yesu. Tunahitaji jina. Nataka kumaliza na Wafilipi 2:9. Wafilipi 2:9. Wafilipi 2:9 neno lasema, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipiwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Kila ulimi ukiri Yesu Kristo ndio Bwana. Amen.
Everybody say Yesu Kristo ndiye Bwana. Yesu Kristo ndiye Bwana. Nikupita. Yesu Kristo ndiye Bwana kwa lugha. Yesu Ngofta. Yesu Ngofta. Bwana asifiwe. Amen. Yesu Ngofta. Amen. Hakuna jina lingine. Ni jina la kipekee lenye nguvu ambalo liliinuliwa juu ya majina yote. Mimi sitaki kujua jina lako linamaanisha nini, lakini najali jina ambalo lina uwezo na mamlaka juu ya vitu vyote. Jina ambalo litaamrisha kila goti, liwe la president, liwe la nani, la pope, lipige likisema Kristo ndiyo Bwana. Amen. Bwana asifiwe. Hilo ndio jina tunatangaza, na hilo ndio jina unahitaji katika maishani mwako. Kama kuna jina natakana litoke ndani mwako, ni jina la Yesu. Amen. Wakati unapewa nafasi ya kuongea, unatangulianga jina la nani? Bwana asifiwe. Amen. Mimi napenda kusema nimeokolewa na Yesu. Amen. Kwa maana ni jina nitambulika. Hilo leta wokovu. Maana yake ni mwokozi wa ulimwengu, aondoaye dhambi za ulimwengu. Kwa hivyo tunahitaji jina hili tukatuondolee dhambi katika maishani mwetu. Amen. Praise the Lord. Amen. Number 3. We need the seal of the blood of Jesus. The seal of the blood of Jesus. Wakati wana wa Israeli walipokuwa wanajiandaa kutoka Egypt, in Exodus chapter 12 verse 22, Mungu aliwapatia sheria, akawaambia ya kwamba wachinje mwanakondoo na wapake damu kwa lango. Hiyo damu maana yake ilikuwa nini? Kwa nini tuwapake damu kwa lango? Nani anaweza kuniambia maana yake? Kwa nini Mungu aliwaambia wana wa Israeli wapake damu kwa lango? Tuko pamoja? Yes. Kama tuko na wewe inua mkono. Yesu Ngofta. Amen. Kwa nini aliwaambia wapake damu kwenye lango? Sababu ya ulinzi, protection. Alitaka wapokee ulinzi. Amen. Damu ya Yesu inalinda. Wakati walipaka damu, kulikuwa na malaika uharibifu ambaye alikuwa anapita. Na alipoona damu kwenye lango, alipita hiyo mlango. He passed by. He passed over. Bwana asifiwe. Kila popote aliona damu aliingia. Mahali hakukuwa na damu, aliingia ndani ya nyumba na kuharibu firstborns. Alikuwa anatafuta firstborns wa miji akaweze kuharibu. Lakini penye kulikuwa na lango, alikuwa anapita. Bwana asifiwe. Nataka mniambie, firstborn wenye walipona huo usiku walikuwa namna gani? Mimi ni mwalimu, nitauliza maswali. Firstborn wenye walipona hiyo siku walikuwa yani nao tofauti namna gani? Ni swali ngumu. Ninauliza, wale firstborn walipona hiyo siku walikuwaje? Walikuwa namna gani? Walikuwa wagani? Mkono juu. Order in the class. Amen. In my class I need order. Nataka jibu kutoka hapa katikati. Wamesahau. Nataka jibu kutoka hapa huku upande huu. Yes. Wale walikuwa na ulinzi wa damu. Amen. Praise the Lord. Firstborn wenye walikuwa na ulinzi wa damu ya Yesu walipona. Hiyo damu ilithibitisha ya kwamba hawa ni tofauti. Hawa ni uzao tofauti. Ni uzao unaopendwa na Mungu. Hawa ni wale Mungu anawajua. Kwa hivyo hakuna uharibifu utakaofanyika juu yao. Amen. Praise the Lord. Unahitaji ulinzi, unahitaji damu. Amen. Sasa hivi sio damu ya kondoo ambayo inafanya ni damu ya mwanakondoo wa Mungu. Amen. Praise the Lord. Amen. In the book of Hebrews chapter 12 verse 24. Hebrews 12:24. Wasomi utafanya. Waebrania 12:24. Na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyiziwa inenayo mema kuliko ile ya Habeli. Yesu mjumbe, the mediator of a new covenant. This Jesus came to mediate. Wanachukua kondoo wachinje
damu watoe hiyo kinyesi na umwake damu hapo, alafu mnawe hiyo damu na hiyo wastes ili that is cleansing. Uionekane ya kwamba umesafishwa, sasa unaweza kula na watu wako. Bwana asifiwe. Hiyo ni damu ya urejesha wanadamu. Lakini sisi kuna damu ambaye inanena mema kuliko damu ya kondoo wa ulimwengu huu. Amen. Praise the Lord. Inanena mema kuliko damu ya Abel. Damu ya Abel ilijaa malalamishi. Bwana asifiwe. Amen. Sisi tumejaa malalamishi, damu ya ukoo wako, damu penye ulizaliwa. Tukisema kila mtu aseme mambo ya damu yake, tutaona ya kwamba hakika tumekosa. Lakini damu ya Yesu inatuleta pamoja. Inaondoa damu ya ukabila, damu iliyozaliwa ndani, inaondoa damu ya uwaji, inaondoa damu ya vitina, inaweka ndani damu ya agano jipya. Damu ya upatanishi inenaye mema kuliko damu ya Abel. Turuhusu damu ya Yesu ikaweza kutunenea ulinzi. Amen. Praise the Lord. We need the mark of the blood of Jesus. Tunahitaji alama ya damu ya Yesu. Tunahitaji kipaji, tunahitaji muhuri wa damu ya Yesu ikaweza kutunenea mema. Wakati unasafiri, ruhusu damu ya Yesu ikakunenee. Bwana asifiwe. Praise the Lord. He will give men in exchange of you. Aje. Kwa sababu uko na damu na unasafiri. Kuna pastor mmoja alikuwa ananitolea ushuhuda, alikuwa amebeba kwa pikipiki. So pikipiki ikagongana na nyingine. Yule mwenye alikuwa amekuja na mwenye amebeba na driver wake walikufa hapo hapo. Lakini yeye alikuwa rushwa tu, akaenda tu kuoshwa na akarudi nyumbani. Amen. Kwa nini? Alikuwa na damu ya Yesu. Inayenena usalama. Amen. Ruhusu damu ya Yesu ikunenee. Bwana asifiwe. Hii damu ya Yesu inanena ulinzi. Amen. Inanena ulinzi. Amen. Hii damu ya Yesu inakupagua. Bwana asifiwe. Inakuweka kando ya kwamba wewe hauharibiwi na malaika wa uharibifu. Umetengwa, umelindwa. Praise the Lord. Amen. Ni vizuri kunenea damu kila popote unapoenda. Wacha damu Yesu, ruhusu damu Yesu ikanene mema. Praise the Lord. Amen. Revelation 12. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Bwana asifiwe. Amen. Walishindaje? Walishindaje? Kwa damu ya mwana kondoo. Walishinda kwa damu ya mwana kondoo. Bwana asifiwe. Amen. Tunahitaji damu ya Yesu ikatunenee wema. Tunahitaji damu ya Yesu ikatufungulie milango ambayo ilikuwa imefungwa. Tunahitaji damu ya Yesu ikatuponye. Bwana asifiwe sana. Huyu Yesu ambaye alimwaka damu yake alisema hii damu imemaliza kila kitu. He said it is finished. Imekwisha. Hauna ruhusa ya kufungwa, kukaa mahali, kufungwa mahali fulani. Mila ina nafasi ya kukufunga sasa. Bwana asifiwe. Amen. Wakati mwingine watu wako kanisani lakini wanauoga. Wanaogopa mno. Nikifanya hivi, hii haitafanyika. Vile Reverend alikuwa anasema jana. Nikifanya hivi kwa vile mila inasema hivi. Kwa hivyo nasema nisipofanya hivi haitafanyika. Kama sisi tungesema tusipoua mtoto mmoja, sisi wanasema sisi wenyewe tutakufa. So mimi ndio nilikuwa naonyeshwa kidole, nimeleta mauaji, nimeleta vifo katika hiyo mji. Nimeleta laana ya mauti. Kwa sababu nimetangulia mapacha, nimeleta bad omen. Bwana asifiwe. Nimeleta mauti. Yeye anaweza kufa, inaweza kuua mtoto wao. So though the arrows were aiming at me. Kwa nini ilifanya hivyo? Na watu wenye wanasema ni watu wamesoma sayansi. Watu wamesoma biology. Bwana asifiwe. Amen. Leo nataka kuambia ya kwamba kuna damu ambaye inafuta hiyo yote. In the book of in the book of Colossians chapter 2 verse 14, the Bible says, it erased all written codes. Ilifuta laana zote, usemi wote. Sijui uliambiwa nini ukiwa mdogo. Wakati mwingine wazazi tukiwa tumekasirika, tunaweza ambia watoto maneno. Bwana asifiwe sana. Basi mwambie na wewe nao utaenda wapi?
mama mmoja akanipata nasoma, anasema tunaona wangapi wamesoma na hawajaenda mahali, unafikiria utaenda wapi? Nikasema nitaenda kwa jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Dada yangu mkubwa alipata mimba nyumbani na alikuwa ameokoka. Kama umeokoka, tafadhali shika Yesu kabisa. Aha. So wakati nilisikia nikitoka shule nikasikia, nilianza kulalamika, nikasema kweli huyu ametuletea aibu, tutatembea wapi? Tutashuhudia wapi ya kwamba tumeokoka? Watasema tunajifanya tu. Kumbe hajalala nasikia. And she was engaged. Sasa yeye karibu anafanya harusi na sasa atafanya harusi namna gani? Sasa amejiharibia, kumbe amesikia. Wacha amka asubuhi. Alinena maneno akasema, ajua kwamba mimi ni firstborn wao. Chenye kimefanyika kwangu lazima kitafanyika kwa wao wote. Asifikirie kwamba yeye ataepa, ati yeye pia kesho atapata mimba. Mimi nikasema, niliposikia nasema, na mimi sitapata mimba katika jina la Yesu. Katika jina la nani? Nikakimbilia jina la Yesu. Bwana anaweza kuniepusha na mimba za mapema. Na hakika niliambia Mungu nisaidie. Bwana asifiwe. Na kwa sababu nilikuwa na alama ya jina la Yesu, nikiwa msichana, niliambia watu mimi nina yule ambaye ataniruhusu tu kunipatia, bali aspanao yeye ndiye Bwana wangu ambaye ni Yesu. Bwana asifiwe. Na kweli nashukuru Mungu alinihifadhi, kwa sababu I disciplined myself. Nikajiambia kwamba Yesu, sitaki kuleta aibu, sitaki kufanya jambo lolote ambalo litaleta aibu kwa jina lako. Tafadhali usifanye jambo likaleta aibu kwa jina la Bwana. Utakuwa umemwaibisha na umerudisha Yesu kwa msalaba. Bwana asifiwe. Amen. Nilipoona nimefanya harusi, nilifurahi tu ndani mwangu, nimeshinda huo mtego. Nimeshinda huo mtego ambaye dada yangu alisema inafuata damu. Hilo jambo ambalo nasema ya kwamba lifanyika kwa damu, lifanyika kwa wazazi wako, tafanyika kwako. Kuna damu ambayo inaweza kuosha hiyo yote. Amen. Bwana asifiwe. Na kuleta ukamilifu. Kuna damu ya Yesu inenaye mema kuliko damu ya kabila yako. Oh, yes. Inaweza kunena mambo mazuri. Amen. Praise the Lord. Amen. Inaweza kufuta ile ambaye ilikuwa inakiliwa. Inaweza kuwa, unajua shetani anatupangia sana. Unaweza sema ukifika, kuna uko fulani wakifika miaka fulani watu wanaondoka, fika miaka fulani watu waondoka, lakini wewe kwa sababu na alama ya damu hiyo haikukuzi, inafutwa na hiyo damu. Amen. Praise the Lord. Amen. Wakolosai 2:14 alifuta kila maandishi yaliyokuwa kinyume na mimi. Amen. Yalifutika. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ana uwezo wa kufuta. Usimpombeleze shetani. Kuna damu ambayo inaweza kufuta. Amen. Watu wengine wanaogoka, lakini kuna vitu wameficha, wakifikiria wakiwaachilia watakufa. Hapana. Kuna damu inashinda. Uende, kuna watu wengine tulikutana, msichana alikuwa amenazwa na mapepo. Anasema ya kwamba wanasema nikiacha nitauawa. Nikasema kuna damu ambaye inatisha, inaweza kuharibu hiyo nguvu zao zote na kukuweka huru. Kuna damu inaharibu mapepo, inaharibu kazi ya shetani. Hata kama ni maroho ya Illuminati, hiyo damu inaweza kuharibu na kukuachilia ukahubiri neno. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni vizuri upate muhuri wa damu. Oh, yes. Pata muhuri wa damu. Amen. Utakuwa usalama kwako. Hata unaposafiri, hata gari lianguke, wewe utakuwa salama kwa sababu una muhuri wa nini? Wa damu. Inenaye mema kuliko damu ya Abel itakunenea usalama. Amen. Praise the Lord. Nena damu unapoondoka ukienda safari kwa gari lako. Nena pikipiki yako damu ya Yesu. Nena nyumba yako damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaweza kulinda. Bwana asifiwe. Wakati mwingine mtu anaweza kukuambia jambo, wewe kamisha hilo jambo kwa damu ya Yesu. Inaweza kubadilisha hali. We need the seal of the blood of Jesus. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Tulienda kuhubiri kule Tanzania. Kule Tanzania niliona vitu. Bwana asifiwe. Amen. Tulienda mahali panaitwa Bagamoyo.
tulipofika hapa tulienda vijijini kuhubiri. Tulipofika huko kuhubiri, mzee akatupatia wake na watoto na yakaenda. Tukaanza kuhubiria wamama hawa. Tukasema waokoke. Kuna mmoja alisema mniombee tu lakini sitaki kuokoka. Hawa wakakubali tukaombea lakini yeye akasema sitaki. Na tukaanza kuimba kuna nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu ndani mwa Yesu. Imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu msalabani. Huyo mama alianza kufanya na unaona nini kilifanyika? Mapepo yalitoka yakaenda yakaua ng'ombe 100 meters away. Bwana asifiwe. Kwa sababu tuliita nini? Damu ya Yesu. Ilimua hayo mapepo yote ikaenda na ikaua ng'ombe. Tukafikiria sasa sisi tumefanya makosa kwa wenyewe. Tumeua ng'ombe tutafunga. Lakini huyo mzee kabla tuende kuombea ng'ombe ashafika na amechinja. Bwana asifiwe. Kuna nguvu katika damu ya Yesu. Unaweza kunena damu popote ambapo kupitiki ukapita. Hata kama nakwambia hii njia watu wapitingi, wewe utapita kwa damu ya mwanakondoo. Bwana asifiwe. Mahali penye kuna vitisho, kuna damu inapita. Haleluya. Damu inapita. Na damu ambayo inapita hapo si ya kiborani, ni damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Oh, anataka niseme mambo ya nyuki. In the same place. Sasa tukawa tumerudi, tunapata lunch, tuko kwa institute fulani. Wanafunzi wako wanakula kwanza, wanaondoka na sisi tunaingia. So wanafunzi wakakula na sisi tukaingia tulikuwa. So tulipoingia wakatupangia, tukachukua vyakula tunaanza kula. Nyuki walikuja wakatufamia. Bwana asifiwe. Amen. Walitufamia, kweli wangetuua. Lakini tukaomba nyuki wakatoweka, tukawa na usalama. Na tangu wakati ule tulipoita damu, nyuki hazikurudi tena, zilienda kabisa. Amen. Zinaogopa damu ya Yesu. Bwana asifiwe. Zinaogopa damu ya Yesu. Wewe usitishike na jambo lolote. Ukiwa na Yesu, una kila lolote ambao unahitaji. Praise the Lord. Ukiwa na damu ya Yesu, ukiwa na alama ya damu ya Yesu, una ulinzi, una wokovu, una usalama. Hata kama kuna magonjwa yanaanguka mahali kama korera, wewe haitakufikia kwa sababu una ulinzi ambao ni wa damu ya Yesu Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Tunahitaji huo ulinzi. Tunahitaji huo ulinzi wa damu ya Yesu. Hallelujah. My time is almost over. Nataka nimalizia na the seal of the Holy Spirit. Oh yes. We need the seal of the Holy Spirit. Amen. Tunahitaji muhuri wa damu ya Yesu. Wa Roho Mtakatifu. In the book of Ephesians chapter 1 verse 13, alafu mwingine atusomea 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Chapter 1 verse 21-22. Mwingine Ephesians 1:13. Wasomi. Eza tu popote. 2 Corinthians 2:21-22. 2 Corinthians chapter 1. 21 and 22. Basi yeye atufanyaye imara pamoja nanyi katika Kristo na kututia mafuta ni Mungu. Naye ndiye aliyetutia muhuri akatupa arubini ya Roho mioyoni mwetu. Amen. Then Ephesians 1:13. Wasomi wako. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believe, you were marked in him with the seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing out inheritance until the redemption of those
who are God's possession to the praise of his glory. Bwana asifiwe. Sijui kama kuna Biblia ya lugha hapa. Oh, tusomee tafadhali. Mpatie microphone ya tusomee kwa lugha. Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. Waefeso mlango wa kwanza 13 and 14 kwa Kiborana inasema isanilen akasuma gab dubi duga agetani otudansa tabafama isani otbafama santuzi isan Kristo ugefatani denari wa ibesi sufi isani ikhae lubu ukullo takakate isani hende lubu kuni uto denari akunu wawake nuhakade argani nu agarsifti amale aka wa ibachom uga woru fi teluti hinti gutinna isa farsen Yesu gofta. Amen. The Bible says you are included, you are outside initially. Haukufaa kuwekwa ndani. But kupitia kwa ujumbe ya wokovu uliopokea na ukaamini, ukawekwa kati ya ukweli wa Mungu. Bwana asifiwe. Na ukawekwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Amen. Huu muhuri uthibitisha ya kwamba you are his inheritance. It is a deposit. Deposit arubuni kwa Kiswahili ama sijui nini. Wakati mtu anachukua kitu na hajamaliza malipo, anaweka kitu cha kushikilia ili mpaka atakapomaliza kulipa. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo Mungu alipokuokoa alikuwekea muhuri wa Roho Mtakatifu ambaye ni arubuni ndani mwako. Amen. Wakati atakapokuja hata kanyaga hapa, atakuwa pale mawinguni. Na wale walio na ule muhuri watavutwa na spark. Bwana asifiwe. Amen. Unajua spark? Mnajua spark, magnet. Praise God. Amen. Unajua magnet? Inavuta nini? What does it attract? Chuma. Ukipitisha hivi inafuta chuma. Bwana asifiwe. Amen. Kristo atakuja na magnet ambayo itafuta wale ambao wana alama ya Roho Mtakatifu. Yaani wataenda kama popcorns. Mko wawili unaamka mwingine hayuko. Mko mnatembea kwa group na mko kwa ibada mnafunga macho kumfungua macho hakuna wengine. Wamevutwa wamefanya nini? Wameenda. Those who have the seal of the Holy Spirit. It is a deposit in us. Amen. Amenathirisha kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni urithi wa Mungu. You are his only possession. Says, you are mine. You are my own possession. Wewe ni wangu, wewe ni mali yangu, urithi wangu. Kwa hivyo unapotembea ukiwa na alama Roho Mtakatifu, you do not belong to yourself. You belong to God himself. Bwana asifiwe. You are his inheritance. Wewe ni umiliki wake. Amen. Kwa hivyo leo nataka kuambia kwamba tunahitaji alama ya Roho Mtakatifu. John chapter 4 verse 23-24. Yohana 4:23-24. Kwa Kiborani kuwa na hiyo microphone utusomee. Neno nasema lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba atawafuta watu kama hao wamwabuduo. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amen. Amen. God is spirit. Oh yes. And those who worship him must worship in the spirit. Bwana asifiwe. If you're worshiping God and in the flesh, you may not please God. Because he's a spirit. Yes. God is spirit, and those who worship him, if you want to connect with him, you must connect with the spirit of God. Oh, yes. Bwana asifiwe. Roho wa Mungu ni Mungu.
Amen. Roho alikuweko tangu uumbaji. The Bible says when the world was empty, the Spirit of God was hovering over the empty world. Roho wa Mungu alionekana akinia juu ya utupu wa ulimwengu. Wakati hatukuwa na chochote, Roho wa Mungu alionekana akinia juu ya utupu wa ulimwengu. Bwana asifiwe. Akingojea neno la Mungu. Na wakati Mungu aliwaachilia neno, Roho wa Mungu alipanda neno. Amen. Praise the Lord. Amen. Wakati Mungu anasema wacha tuwe na maji, Roho wa Mungu anapanda maji. Amen. Wacha tuwe na mimea, Roho wa Mungu anapanda mimea. Amen. He was just there waiting for the command of God. That even today, God is the Spirit. And those who want to hear Him must connect with the Spirit of God. Bwana asifiwe. Ni lazima uunganike na Roho wa Mungu. Yeye ni patanisho wetu. Tusomee kwa kilugha. Kitabu ya Yohana 4:23-24 inasema ammoo guyyaani dhufa ammallee arjira kanami akka dhugaa kadhatu lubbu dhugaa abbaa kadhatu nama kana kan abbaan barbaada akkis kadhatu waaqi lubbuu nama nami is kadhatu lubbuu nami is kadhatu lubbuuf dhugaan kadhachuu malee nami waaqi lubbuu nami is kadhatu lubbuuf dhugaan kadhachuu malee. Nami is kadhatu ndio nini? Mwana muomba. Wala waabuduo halisi ni lazima they should switch to the Spirit. Yes. True worship is found only if you are connecting with the Spirit of God. Praise the Lord. Amen. Once you connect with the Spirit of God, you will communicate with God. He will hear you and you will hear His language. Kuna lugha ambayo shetani asikii. Anaweza kusikia Kiborani kwa sababu kuna shetani wa Kiborani. Lakini lugha ambayo shetani asikii ni lugha ya mbinguni ya Roho Mtakatifu. Praise the Lord. Amen. God wants true worshippers. The Bible says He is seeking, which means He is lacking, isn't it? Yes. Anatafuta ni kwa sababu hana, amechunguza haoni wale wamwabudu halisi. Bali anasema waabudu halisi ni wale wanaomwabudu katika roho na kweli. Anatafuta wamwabudu halisi. Uhalisi unakuja na roho wa Bwana. The Bible says God is the Spirit. Praise the Lord. And those who worship Him must worship Him in the Spirit and truth. Therefore, I have come here to deliver to you this message that God is looking for true worshippers. Those who can worship until He comes down to minister to them. Bwana asifiwe. Wale wanaweza kumwabudu mpaka akuje akawahudumie. And therefore, those who are in praise and worship, tafadhali ni vizuri tujihoji. Are we in the Spirit as we come here to stand and worship God? You know we are supposed to worship and we bring God down in the congregation. Natakana tuabudu mpaka tulete Mungu katika umati akaweza kufanya kazi yake. So kabla tufike hapa, we should connect with the Spirit of God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunahitaji Roho wa Mungu akatuongoze. Roho wa Mungu ni arubuni. Roho wa Mungu is a qualification. Yes. For you to communicate to God, you need the Spirit of God. For God to communicate to you, you need the Spirit of God. For you to enter heaven, the Bible says He is a deposit, and Jesus will come looking for the deposit of the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Amen. Biblia inasema roho wa Mungu ni arubuni. Sijui arubuni kama ni Kiswahili. Roho wa Mungu ni arubuni. Arabuni. Roho wa Mungu ni arabuni. Kwa hivyo Mungu akikuja, atakuja kutafuta nafasi ndani ya moyo wako. Wapi arabuni? Yes. Kama hauna atakuacha. Kwa sababu you will not be attracted. The force, the magnet. Bwana asifiwe. Ile sparki itavuta tu wale ambao wako katika roho wa Bwana. Wale hawako wanaachwa. Na ndiposa nilisema ya kwamba watu watamkanga kama popcorn. Unashtukia ulikuwa na mtu unaongea, pengine mko kwa safari mnatembea, kama ni usiku unajiongelesha peke yake. Huyu alienda kitambo. Mlikuwa mnafanya kazi, unashtukia wewe uko peke yako, huyu alienda. Mlikuwa mmelala wawili kwa kitanda, unaamuka unaanza kuongea, kumbe unajiongelesha peke yako. Huyu alifanya nini? Kwa sababu alikuwa na arubuni ndani mwake. We need the power of the Holy Spirit. Bwana asifiwe. The Bible says in Isaiah 30:21 that you'll hear a voice saying,
This is the way, walk in it. The Spirit of God will lead you. Roho wa Mungu atakuongoza katika matembezi yako. Wakati unaenda mahali anasema enda. Ni vizuri uombe Mungu wakati unataka kuenda mahali. Usishamuo katika safari yako. Bwana asifiwe sana. If you connect with God atakwambia enda, pengine unatafuta kitu fulani. It will be expensive wewe uende mpaka Moyale ndio rudi uende Isiolo. Ukiomba atakwambia, Roho Mungu atakwambia enda mahali fulani. Yes. Praise the Lord. Amen. Have time to listen to the Spirit of God. Kuwa na wakati wa kumsikiza Roho wa Mungu anatembea na anaongea. Bwana asifiwe sana. Roho wa Mungu ni muhuri ambao Bwana anatafuta wa mwisho. Tumesema muhuri wa kwanza ni nini? Neno la Mungu. Muhuri wa kwanza ni nini? Neno la Mungu. Ambao lilikuwepo kabla vitu vyote. Ambaye inaweza kukuumbia chochote ambacho hauna. Praise the Lord. Unaanza kuwa unatafuta kitu fulani hauna, Roho wa Mungu anaweza kukuumbia hicho kitu. Amen. Praise the Lord. Amen. Siku moja mimi sikuwa na pesa. Nikapata mgeni. Na Roho wa Mungu akaniambia niende nimpikie chakula. Nikaenda, nikakopa, nikapika chakula akakula na akaenda. Wakati alienda, wakati natoka nakutana mwanafunzi anakuja kuniambia, madam anataka kwenda safari, anataka hiyo baki yako. That is 25th, 26th, yani mifuko inaita. Bwana asifiwe. Amen. Nikaenda nikasema wacha niangalie pengine kuna vitu zangu kwa mifuko. Kuangalia 1200. In early 90s 1200 was a lot of money. Kuangalia kwa mfuko nyingine napata 500. Kwa mfuko nyingine napata 50. In total zikawa ngapi? 1750. Nikawa tajiri. Roho wa Mungu akaniumbia. Kama singetengenezea mgeni chakula, tafadhali singepata hiyo pesa. Praise the Lord. Amen. It's good to pray in the Spirit. Oh, yes. One time I was praying, my daughter had done KCP. Nikawa ninaomba. Na nilipolala tu hivi, nikaota. List imekuja, mtihani imetoka, nimeangalia kwa list hakuna jina lake. Nikaangalia list ya MIAS hakuna. Nikaangalia kwa public schools hakuna. Nikasema mtoto wangu ako wapi? Jina inaona kwa shule yao ya kwanza, she was in Tex 1. Jina inaona kwa shule yao ni Dorcas. Na yeye anaitwa Tabitha. So nikaamka nikasema mzee akaniuliza sijui kama nilikuwa niliongelesha, na akasema ni nini? Nikasema nimeota list imekuja na sijaona jina ya Tabitha. Nimeangalia kwa list yao ni Dorcas. Akasema kama alipata marks ngapi? Nikamwambia 380. Akasema kama ni Dorcas amepita, si ndio Tabitha? Nikarudi kwa magoti, nikaomba, nikasema kama Tabitha ndio Dorcas, marks 380 ni kidogo Bwana, muongezee alama. Msitaki kutafuta kutembea kwa mashule kumtafutia shule, mpatie alama ambayo itampatia shule. Asante Bwana kwa sababu wewe unaweza. And the Spirit of God will lead me. So after a short time mtihani ikatoka. Mungu amemuongezea alama ngapi? 10 marks. Sasa imekuwa ngapi? 390. Na yeye akawa msichana wa kwanza kwa sub county hiyo kupata 390. Na yeye peke yake from private school aliitwa national school. Bwana asifiwe. Mungu anaweza. If you connect with the Spirit of God, you will hear the voice saying, this is what you are supposed to do at a particular time. Yes. Bwana asifiwe. Ni vizuri tukaweze kuunganisha na Roho wa Mungu. Mtu mmoja alikuwa anatoa ushuhuda, akasema alikuwa anatoka kesha. Na alipokuwa anatoka kesha akawa na internet kama yangu, akakutana na mbwa kali zinakuja zinataka kumuuma, na akafungua Biblia akasema soma neno. Mbwa zilitoroka, zilienda mbio. Bwana asifiwe. Hili neno lenye unasikia naweza kukutengenezea mambo. Bwana asifiwe. Mbwa zilisoma neno, sijui alifungua neno gani, siwezi nikajua kukuambia, lakini zilisoma neno kutimua mbio. When you connect with the Spirit of God, anaweza kukushawishi ufanye mambo fulani yanaweza kuonekana ya ujinga, lakini inazalisha. Kwa sababu Roho anaongojea neno la Mungu likamilishe. Amen. Praise the Lord. Nataka kumaliza na yeye ambaye mzee alisema
Pastor mmoja alikuwa tuhubiria akasema ya kwamba kulikuwa na mzee alikuwa anakaa kanisani akisikiza neno kwa umakini na kuiweka katika vitendo. So akasikia neno nasema ya kwamba ukiwa na imani ndogo kama nini ya aldari, buje ya aldari, chembe ya aldari, utaamrusha milima ifanye nini? Na kwa shamba lake kulikuwa na mlima kubwa imemzuia kuzalisha, imezuia kulima. Na alipotoka huko alienda straight kwa mlima na kuambia mlima, nimeambiwa nikiwa na imani nitakuamrusha usonge. Leo ninakuamrusha utoke kwa shamba langu katika jina la Yesu. Mimi nataka kulima. Ondoka mlima kwa shamba yangu. Wavulana wako ukafikiria amerukwa na akili. Wakafikiria umpeleke hospitali ama namna gani. But after a short time kuna kampani ilikuwa inatengeneza barabara inahitaji mawe. Wakakuja wakamshauri kusema, "So tupatie mawe tengenezee barabara." Akasema, "Chukua." Walinunua hiyo mawe yote. Wakabaki tambarare na akaweza kufanya nini? Kulima. Tunahitaji neno likatuumbie mambo. Bwana asifiwe. The word of God is established in heaven. We need the name Jesus that has power to move mountains. Bwana asifiwe. This name has power to create things, has power to bring change in our lives. Tunahitaji jina la nani? La Yesu. Tunahitaji damu ya Yesu ambayo inatupitisha mahali. Hata kama kuna wachawi wengi, tutapita hapo kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaweza kuharibu kila chochote ambacho mwanadamu amekunenea. Bwana asifiwe. Inaweza kufuta majina yote ambayo uliwekwa. Huenda ulipewa jina ambalo lilibeba mapepo yote. Kuna damu ya Yesu ambayo inaweza kung'oa hiyo mapepo na jina lake na nguvu yake. Bwana asifiwe sana. Tunahitaji roho wa Mungu. Tusimame. Amen. Uenda umesikia ujumbe na unasema itakuwaje? Inawezekana. Unahitaji muhuri wa damu la Yesu. Unahitaji muhuri wa neno la Mungu. Unahitaji muhuri wa jina la Yesu. Kama uko hapa hujawahi kumpokea Kristo, hii mambo yote ninasema haikuhusu, kwa sababu hajakutambua, hajakujua. Biblia inasema anajua walio wake. Wewe hajakujua, kama hujawahi kumtaja na kutubu dhambi zako, yeye hakutambui. Lakini unahitaji leo kupokea nguvu, unahitaji kupokea neno, unahitaji kupokea damu. Njoo akaweze kuingia ndani mwako na kukuletea mabadiliko. Nataka tukafunge macho yetu kumwambia Mungu, tunahitaji neno la Mungu. Kila ambacho naona unahitaji, ambia Mungu nahitaji nafasi ya kusoma neno lako likaweze kuniumbia vitu. Nahitaji Mungu akabadilishe maisha yangu. Nahitaji Mungu akanifungulie milango. Nahitaji Mungu akaniongoze. Neno la Mungu ni mkate. Neno la Mungu ni chakula. Biblia inasema ya kwamba alituma neno likaponya watu. Leo tukaombe kwamba neno la Mungu likaweza kukuponya. Unahitaji neno likakuokoe. Unahitaji neno likakuponya katika jina la Yesu Kristo. Wacha tukaweza kumwambia Mungu akaweza kubadilisha maisha yetu kupitia kwa hili neno. Baba, tunakuja mbele zako. Wewe ni baba yetu ambaye ulikuweko tangu mwanzo. Ulikuweko mfalme, maana neno ambalo lilihusika katika uumbaji. Ukaumba vitu, ukaumba mali, ukaumba vyote ambavyo tunaona na macho yetu, ukaumba wanadamu. Leo tunakuja mbele zako tukiita ya kwamba hili neno ambalo tunalihitaji likaweze kutuokoa, likaweze kutusafisha. Baba yangu, neno lako linasema kwa tunasafisha kwa neno, tunafanya upya kwa hili neno likatufanya upya. Tunahitaji nguvu, tunahitaji uwezo wako mfalme wako. Baba yangu, wewe ndiye mwokozi rafiki. Hakuna mwingine kama kuna wezae. Hakuna tumaini kama lako. Mtetezi wa nyonge rafiki yetu ndiye Mungu. Asante kwa sababu na uwezo na mamlaka juu ya maisha yetu. Tumekuja mbele zako. Tumekuja kusema Kristo wewe ndiye Bwana. Unaweza zote, mambo yote unaweza. Yale matendo nimekutuma yaona Baba. Na nguvu zako kwa mamlaka na mamlaka juu ya maisha yetu. Tumekuja kupokea lilo bora. Baba, asante kwa sababu mwaminifu. Hakuna mwingine kama wewe. Katika Wafilipi 2:1 katika Filipi 2:9 anasema, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow and every tongue confess that Jesus is Lord. Ni mahala ambapo tumepewa jina. Tutaweza kuita jina la Yesu ambaye ndio majina yote. Wewe ita tu jina la Yesu hata kama hujui kuomba. Ita jina la Yesu kama unahitaji Yesu wakati huu, ambaye ni jina linalojua majina yote. Jina ambalo linaweza kuumba vitu, naweza kutetea watu. He is our mediator. He is
is our advocate. Yeye ndiye Mungu, alikuja kutuunganisha na Mungu, alikuja kuleta ujumbe wa wokovu, alikuja kuokoa walimwengu. Yesu huyu ndio jina ambalo tunahitaji. Baba, asante kujipeana kwetu, asante kujipeana kama jina lipitalo majina yote, asante kujipeana mfalmani Baba, kwa jina la kuponya. Kwa hili jina tumepona, kwa hili jina tumeshinda vita, kwa hili jina tumeokolewa, kwa hili jina mfalme tumeondoa kwa damu yako. Nimekuja kusema asante kwa jina la Yesu. Ni jina lenye nguvu na mamlaka. Wenye hakulikimbilia wakawa salama, tumekimbia kwako tukawa salama. Katika mji wa Marsabit tunahitaji jina la Yesu, tukawa na usalama, tukawa na amani. Asante kwa jina. Wewe ni mfalme wa amani, ulikuja kama mfalme wa amani Baba. Tumekuja kutangaza amani sehemu hii Baba. Asante kwa Mwokozi rafiki, hakuna mwingine kama naweza. Tumekuja kuita jina lako, tumekuja kuita jina lenye nguvu, tumekuja kuita jina la upako, tumekuja kuita jina la msamaha, tumekuja kuita jina la kukomboa. Ni jina ambalo linaweza kutuweka huru. Tumekuja kutangaza uhuru wetu. Unapotuweka utakuwa huru kabisa. Tumekuja kuita jina la kutangaza uhuru wetu Baba yangu. Baba, asante kwa sababu ni jina ambalo tumepewa. Kwa hili jina tunapona. Tunatangazia magonjwa yote sana sauti yake. Tunatangaza jina la Yesu lenye nguvu na mamlaka. Nikangwena kwa roho yako na shetani ndani wetu. Nikangwena magonjwa ya nikangwena taifa, nikangwena magonjwa ya kansa, nikangwena magonjwa ya pneumonia na kansa, nikangwena na asma katika jina la Yesu Kristo. Nimetangaza jina lenye nguvu, jina la kipekee Baba. Wacha jina hili kafanye kazi mahali hapa. Kwa sababu ni mwaminifu Baba. Asante Mwokozi wangu, asante Yesu wangu, asante rafiki yangu, asante wewe ni mkuu. Unaweza. Kando na wako na mwingine unaweza Baba yangu. Wewe ni Mwokozi rafiki. Now that you Father and I to redeem of my life. We exalt, worship, we declare you Lord. Tunataja jina lako lenye nguvu Baba yangu. Hallelujah. Katika kitabu cha Wakolosai 2, Wakolosai 2:13-14. Wakolosai 2:13-14. Tunataka tusome neno, tuombe sawa sawa na neno la Mungu. Having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through your faith in the working of God, who raised him from the dead. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ He forgave us all our sins, having cancelled the charge of our legal independence, which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it on the cross. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba yeye amekuja kufuta makosa yetu, amekuja kufuta laana damu ya ukoo, amekuja kufuta vitu ambavyo vinasumbua jamii yako na maisha yako, amekuja kumwona karibu kasi shetani juu ya maisha yako, amekuja kuondoa magonjwa ndani mwako, amekuja kuondoa laana yote iliyonenewa juu ya maisha yako. Yote ameikongomea msalabani, na ametupatia mamlaka yote ya kwamba tutashinda, kwa sababu tuna mamlaka ya kwamba Bwana amefuta makosa yetu. Tunaweza kuita damu ya Yesu ikasafisha mikono yetu, ikasafisha mioyo yetu, ikasafisha watoto wetu, ikasafisha maisha yetu, ikasafisha jamii zetu, ikatakaza miji yetu, ikatakaza mji wa Marsabit. Mara kwa mara damu imemwagwa hapa na imekuwa ikilalamika mbele ya Mungu, tukaweza kufuta yote ambayo inanenewa juu ya Marsabit. Sijui Marsabit inamaanisha nini, lakini unaweza kufuta yote kwa damu ya Yesu na ukanena amani katika mji huu. Damu ya Yesu inanaye amani, ikanena amani katika sehemu hii. Tukatangaza amani Marsabit, tukatangaza amani Marsabit, tukatangaza ulinzi. Wacha damu ya Yesu ikalinda sehemu hii, ikalinda watu wa Marsabit. Tunaweza nena damu ya Yesu ya mji wa Marsabit, na kwamba hakuna vita, hakuna uharibifu, hakuna chochote cha ibilisi kinachofanyika hapa. Tumenena damu ya Yesu. Ita damu ya Yesu, ita damu ya Yesu. Paka damu ya Yesu kwenye mlango yako, paka damu ya Yesu kwenye kipacha uso wako, paka damu ya Yesu kwa watoto wako. Nena damu ya Yesu ikaleta usalama, ikaleta ulinzi, ikaleta amani ndani ya maisha yako. Wewe umesumbukana usiku wote hujalala, unahitaji damu. Ita damu ya Yesu ikaleta usalama na ulinzi. Nimekuja kuita damu ya mwana kondoo, inanena kuliko damu ya Abel, ikanena uzima, ikanena amani. Na ita damu ya Yesu kwenye lango, na paka damu kwenye lango ya mji wangu.
linda mji wangu baba yangu. Nataka damu Yesu kwenye barabara haitanena uharibifu, haitanena ajali. Nimepiga nikataa damu ya mwana kondoo nena ajali baba yangu na uharibifu. Ninafuta kwa damu Yesu. Nimekuja kufuta uharibifu barabarani, nimekuja kufuta maajali, nimekuja kufuta vita katika mji wa Marsabit. Tumekuja kutangaza usalama na amani, natangaza ulinzi na wokovu. Nimekuja kutangaza usalama na amani, nimekuja kutangaza ulinzi. Baba tunakataa chote ya ibilisi naweza kuleta uharibifu ya maisha yetu. Tunapiga sauti yako. Tumekuja kumwona Bwana akinena wokovu, akinena amani. Unasema katika mlima huu utabadilisha silaha za vita kwa silaha za amani. To be instruments of worship. My God, I want to thank you. Unabadilisha vita vya silaha za vita kwa silaha mfamani za ibada katika weponi pako. Tunasema asante. Nataka tumalize na John chapter 4 verse 23. Hallelujah. John 4:23 inasema Mungu anatafuta waabudu halali, waabudu Bwana katika roho na kweli. Tunataka tuombe Mungu akatupatie roho, akatupatie ukweli, akatupatie umakinifu ya kwamba kutokea tutafanya sarakazi mbele ya Mungu. Tutaleta ibada inayompendeza, ibada iliyo halali inayomtukuza. Tukamwambie Mungu tuko hapa, tunakuja mbele zako kama vyombo vya ibada, tukajitoe kwenye dhambi, tukajitoe kwenye uharibifu. Mungu akatusafisha na kutufanya vyombo vya dhamana. Mungu wetu ndiye Mungu anaweza. Asante kwa sababu mtakatifu Simba wa Yuda uko pamoja nasi. Unahitaji Baba kupatia ibada inayokupendeza. Asante kwa maana ibada itakupendeza Baba yangu. Ibada yetu itakupendeza kila siku. Unasema Baba, you need quality worship. You need quality to worship, my Father. You need those who worship you to worship in the spirit and truth. We are praying, God. We are crying before Thee. Help us to worship in the spirit. Help us to worship, to give you true worship, my Father. I want to thank you because you are good and gracious. Hakuna mwingine kama unaweza. Asante Bwana. Nataka tukaombe pamoja. Pengine uko hapa unaona kuomba inakuwa mzigo. Wakisema tuombe inakuwa mzigo, inua mkono. Kwa maana Mungu anakuja kukutembelea. Mungu anakuja kuinua mkono wako mbele ya Mungu. Na kama mjui Bwana, kama hujawahi kupokea Kristo kwa Mwokozi wako, tembea ukuje. Yeye anakuhitaji kuwekea alama ya ulinzi. Alama ya damu ikaunenea ulinzi. Kuja tu ukaombea wokovu. Unahitaji wokolewa ukapokea alama ya damu ya Yesu ikakulinda popote unapoenda. Unahitaji ulinzi wa Bwana. Kuja ukaweze kuombea wokovu. Ni kwa maana Mungu wetu yuko. Baba asante kwa sababu mwaminifu. Naita pastor akaweze kuombea. Hiyo mikono imeinuka inahitaji nguvu. Baba asante. Inua mkono tukaombe pamoja. Sema Mungu Baba. Naja kwako. Nahitaji upako wako. Nahitaji muhuri wako. Nahitaji muhuri wa neno. Nisaidie nikapende neno lako. Nikalisome. Nikakule neno. Kwa sababu ni uhai. Baba asante kwa sababu ya jina la Yesu. Nililoinuliwa juu ya majina yote. Tukapewa hili jina. Kwa hili jina tunapona. Kwa hili jina tunaokolewa. Kwa hili jina tunasamehewa dhambi. Jina hili ni la amani. Linatangaza amani. Asante Bwana. Asante kwa damu ya Yesu. Inanena kuliko damu ya Abel. Nahitaji muhuri wa damu. Nikatembee katika ulinzi. Nikatembee katika usalama. Nahitaji kupona. Nakutaji kupona Bwana. Niponye Baba, niponye. Jina hili likaniponye. Damu ya Yesu ikaniponye. Baba asante kwa roho wako ambao ulipeana una wale unaowapenda. Baba tunahitaji huyu roho akatufundisha mapenzi ya Mungu, akatuelekeza katika haki yako, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tunajipaka damu yako ikanene ulinzi. Hapa mahali umetupanda mahali kwa makusudi yako Bwana. Hatutatoroka uwepo wako, hautatoroka nafasi yako. Tutasonga karibu na wewe, tukajifunze kwako, kwa maana wewe ni mwaminifu Bwana. Asante Yesu. Pokea sifa na utukufu. Tumpikie Bwana makofi. Tumpikie Bwana makofi. Tumpikie Bwana makofi. Haleluya. Hiyo haitoshi, tumpikie Bwana makofi. Mwambie Yesu asante. Asante kuponya. Asante kuniokoa. Asante kuniweka huru. Asante Baba, asante. Thank you, Father.
jina la Yesu aliye Bwana wetu. Amen.